Katika meditation ya leo nimekuwa nikisoma maandiko matakatifu na nimepata story ya Samson. Na Samson, story hiyo yake imenijenga, nikasema nishare na wewe leo. Hebu nisikize mtu wa Mungu. Samson alikuwa shujaa. Mungu alimuinua kabisa wakati ule walikuwa wanatumika kama judges. Na maandiko yanasema ya kwamba siku moja Samson alikuwa tu katika ziara zake. Hakuwa ready kwa vita, hakuwa anajua kuna vita inapangwa kinyume na yeye, hakuwa amejitayarisha kwa chochote. Alikuwa tu kawaida tu. Na kukatokea jeshi 1000 ya maadui. 1000, wanaume 1000 wamepanga vita ya kwenda kumcapture Samson na kumshika. Kwa hivyo hawakumjulisha, walipiga deal na wakweli wakampata Samson akiwa hayuko ready. Lakini maandiko yanasema kwamba ukisoma hapo chini utasikia kwamba Samson alipoona jeshi la watu 1000 limewazunguka. Can you imagine 1000 people ni kiasi gani against one person? Aliangalia chini na maandiko yanasema kwamba akaona fupa ambaye ilikuwa hizi bones za joo ya punda ambaye imekauka na iko hapo chini. Samson hakuona anything ingine, aliona hiyo. Na akaichukua na Biblia inasema akaipanguza na akaenda kazi nayo. Akaingia vita nayo. Alitandikana na hao watu na maandiko yanasema baada ya vita kulikuwa na wanajeshi 1000 chini na kulikuwa na Samson ambaye bado alikuwa anasimama. 1000 people ambaye wamekuwa trained, wako na kila kitu against one Samson aliye na fupa ya punda. Hata hapo sio ndio ilinitia moyo sana. Pahali ilinitia moyo ni hapa. Samson alipomaliza vita, baada ya hiyo story yote, maandiko yanasema Samson hakuchukua ile fupa na akaenda naye, akatupa ile fupa, alimalizana nayo na akaenda. Na Bwana akawa ananiongelesha akaniambia vivyo hivyo sisi most of the time tunakuwa na kushindwa na shetani, maana number 1 huwa anatupata tukiwa off guard. Samson hakuwa amejitayarisha kwa vita, lakini ingawa hakuwa ready kwa vita, maandiko yanasema kwamba Samson already roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Already Mungu alikuwa ndani yake, kwa hivyo hata shetani angekuja wakati mgani, Samson was ready for him. Number 1, lazima na sisi kama rohoni, kama watu wa Mungu rohoni, tuwe ready every day, anytime, any moment, anytime. Whenever the devil try to strike, lazima tuwe ready. Be ready. Leo hii pahali umesimama, mapepo yakiamua kuja kuattack maisha yako, utapatikana off guard. Ndiyo, lakini will you be able to fight? Ndani ya moyo wako kuna enough arsenal, kuna enough preparation. Ndani yako kuna silaha ya kutosha. Anasema Paulo katika kitabu cha Waefeso 6, tuwe ready every time, tuvae silaha tuweze kupinga hila za mwovu shetani. Na usisahau shetani anapigana na sisi kwa hila. Tuendelee tu pale. So another thing, baada ya sisi kuwa ready, number 2, kile ambaye nilipata kupata ufunuo ni kwamba Mungu anatupenda sana, na Mungu huwa anapeana opportunities, miracles, miujiza. Kuna njia huwa zinafunguka kwa wakati fulani tukipitia mambo fulani. Kuna watu Mungu atalete kwa maisha yako kwa muda fulani wakati unapitia mambo fulani kwa sababu fulani. Na hiyo kitu ikiisha, ama hilo jambo likitatuka ama likitatuliwa, huyo mtu anaondoka. The problem ni kwamba Mungu anapoondoa hao watu, hizo kazi, hizo situation, zile vitu ambavyo tunastahili kuvipitia, yani kuwa daraja kwazo, sisi bado tunazishikilia. Mungu alilete ndani yako amani, ambaye kwa wakati huu ambao ulikuwa unapitia hiyo, alistahili kuwa destiny connector wako for that moment. Na alipomaliza kazi yake ama mandate yenye Bwana alimuita juu ya maisha yako, akaondoka. Lakini angalia, bado wewe uko prayer center size ukililia huyo mtu. Bado uko pale ukisema nakataa, I bind. Lakini alimaliza kazi. Unaweza kuwa pale Mungu alikubariki na job fulani kwa wakati ule ambao ulikuwa umeomba that job. You understand? Na Mungu akajua, kwa sababu Mungu wetu anatujua ndani ya maisha yetu na mpaka mwisho, akajua kwamba nikikupea hii kibarua saa hii,
nikupe hii nguvu ama hii connection. Ukimalizana nitakufungulia ingine. Maana maandiko yanasema Mungu anaenda from glory to another glory. Lakini sisi bado juu ya hiyo kazi imeenda, bado tuko saizi kwa manabii tukivunjiwa madhabahu. Tujaribu kushikilia hiyo kazi. Samson hakushikilia ile fupa, ingawaje hiyo fupa ilikuwa very precious. Can you imagine kama Samson angekubali kufungua kampuni ya kuuza mifupa ya punda na aseme hii imeua watu 1000, na angalia venye iko red. I'm sure by the time hiyo mfupa, hata kama ilikuwa so white, by the time Samson amemalizana nayo, iko real red kwa sababu ya ile damu. Lakini even there, maandiko yanasema ya kwamba Samson hakurudi kwenda another victory na hiyo fupa yenye alibeba. Point ni hii, achilia vitu ambavyo Bwana amevitumia na vimeisha wakati wake kwa maisha yako. Mungu akupe roho ya kupambanua. Mungu akupe roho ya discernment. Ujue when it is over. Ujue ni wakati mgani watu wamemaliza time yao kwao. Ujue, Mungu akupe roho ya kupambanua. Ujue kwamba this time season yangu ya hii kazi imeisha, season ya hii kibarua imeisha, season ya hii mambo imeisha. Mungu akusaidie sana. Maana usipokuwa hivyo, utakuwa unaangalia, utatengeneza tradition. Unaona, utatengeneza tabia na kasumba fulani ya kwamba nyungu. Ndio kwa sababu unaona mpaka leo wanakuombea na nyungu. Maana wakati mmoja mtu alitumia nyungu na ikafanya, mpaka leo tunaenda na hiyo. Hapana. The Bible says Mungu wetu atatutoa katika utukufu huu hadi utukufu mwingine. Always look out for new things. Amesema katika maandiko matakatifu, behold, I'm doing a new thing. Kitu kipya. Every day is a new thing. Every day is a new opportunity ya Mungu kufanya a new thing in your life. Lakini bado wewe unashikilia vitu za kitambo. Bado unashikilia venye alifanya jana. Bwana venye ulifungua jana mlango, hata leo fungua. No, allow God. Na ndio maandiko yanasema trust in God and lean not on your own understanding. Unanielewa mpaka hapo? The third thing and the final thing I wanted to do, nilipata hiyo funuo kutoka kwa Samson, ni kwamba Samson really was not so much bothered na his physical. He was not so much bothered na how many people walikuwa naye. Samson alikuwa na kitu inaitwa imani. Na kwa hii imani ya Samson alikuwa so much na faith such that alijua any day, anytime, whatever happens, God is always there for me. Na hiyo confidence na kuombea sana. Tuwe na confidence in the Lord ya kwamba no matter how many days ama whatever the demons ama whatever the devil, I don't care how many demons zitapanga vita against me. Leo hii pengine kuna watu wako kwa kahoteli saa hizi wanakusengenya. Pengine kuna maadui wako mahali wanakuongea, kuna masimu zinapigwa, kuna ma SMS, kuna ma groups zina discuss. Don't bother with that. Shughulika na Mungu kuwa ndani yako. Shughulika na Mungu kujaa ndani yako. Shughulika kabisa. Na ndio nilikwambia jana, jazwa na Roho Mtakatifu. Be serious and be full of the kingdom business, such that hii kingdom itakutetea when the worldly business imeenda astray. Mimi nakuombea sana katika siku yetu ya 20 ya prayer and fasting. Na kuombea Mungu akubariki, na kuombea Mungu akusaidie, na kuombea Mungu akutetee. Ninajua sometimes ni ngumu kuwa katika hali ambaye you don't understand, lakini kama Samson alijipata on that. Kwa wanadamu ndio vitu huwa zinatupata bahati mbaya ama kwa kushangaa ama abruptly, lakini kwa Mungu vitu hazi happen abruptly. Masaini tunasema meluama yuenkai, yani Mungu hataluamwi, yani vitu havipati Mungu kwa kushangaa like wow, imetokea. No, God already has a plan. Ako na master plan juu ya maisha yako. Anajua what you need, anajua kule unaenda. Tafadhali tutafute Mungu. Tafadhali be encouraged today. Wewe ndio Samson. Wewe ndio unapitia hiyo mambo. Ni kwako ndio Bwana anasema leo, even though wanajeshi walio against you ni wengi, even though the situations zilizo around you zinaweza kuwa harder than you think, God is so faithful na anajua haki yako ni gani ndani ya the kingdom, maana wewe ni mtoto wake and is going to rescue you. Nami nakuombea sana. Ikiwa uko hapo na unahitaji any ushauri, counseling in anything, wewe niongeleshe, tuingia kwa DM yangu, talk to me, tukapate kumwamini Mungu pamoja kwa hiyo hali. Amen. Otherwise, God bless you so much. May the peace of God be with you, and may success be your portion. May you enjoy the love of God, and may God open every door that you believe in Jesus' mighty